الحمد لله رب العالمين الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيدي أبا القاسم محمد يا رسول الله، وصلاة الله وسلامه عليه صلاة دائمين متلازمين إلى يوم تشب فيه الغلمان. أما بعد، أحبتي في الله ويا إخوة الأعزاء، أوصيكم ونفسي المسلمة بتقوى الله تعالى وطاعته، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله. Ndugu zangu watukufu na wazee wetu pamoja na wanafunzi wetu, hatuna budi kwanza kumhimidi Mola Subhanahu wa Ta'ala, ambaye Mola Subhanahu wa Ta'ala ametuafikia katika mazuri yote tutakayokutana nao ulimwenguni. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala katika jambo kubwa ambalo ametufanyia feva kama sisi waumini na akatufanyia kama ni zawadi kwetu sisi, ni pale Allah Subhanahu wa Ta'ala anapotuambia: wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndugu zangu watukufu wa Islamu, anatuambia na tumeteremsha ndani ya Qur'ani kitu ambacho kwamba ni shifaa, ni pozo wa rahma na ni sikitiko lilmu'minina, kwa wale waumini, wala yazidu dhalimin, na kwa kupitia Qur'ani hii hawatozidi wale madhalimu illa khasara, isipokuwa kupata khasara katika duniani kwa kupitia Qur'ani hii, lakini kupata khasara kufika kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kutopokelewa kwa namna ambayo kwamba ilikuwa wapokelewe kama watakuwa wamepata kuiamini Qur'ani. Kwa hiyo kwa mantiki kama hii ni kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuletea kitu ambacho kwamba kwa ulimwengu wa sasa imetufanya tunaenda mbio asubuhi, jioni, mpaka wengine kuweza kuacha shughuli zao kwa sababu ya kutafuta nitapata wapi mimi dawa ya kunituliza katika maradhi yangu hii ambayo kama niko nayo. Mtu ambaye kwamba hana utulivu wa nafsi, mtu ambaye kwamba hatulii kwake nyumbani, mtu ambaye kwamba hana namna yoyote ya kuweza kutuliza akili yake, kwa sababu kuna jambo linamsumbua ndani ya moyo wake, kuna jambo linamsumbua ndani ya maisha yake hasa, ambapo imepelekea ulimwengu wetu wa sasa hivi, na tutakubaliana kwamba kuna uwezekano usiku wewe mtu hulali kwa sababu ya kufikiria, mimi haya ambayo kwamba niko nayo katika maradhi ya mwili wangu, katika maradhi ya nafsi yangu, je, nitapata wapi kitu cha kunituliza, kunitoa katika hali hii? ambapo imetupelekea sisi kukosa usingizi,
imetupelekea sisi kukosa kufanya ibada zetu kwa utulivu, ambapo imetupelekea sisi kuweza kutokufanya kazi zetu kwa utulivu, ambapo imepelekea watoto kutoweza kufahamiana na familia na wazazi wao, ambapo kwamba imepelekea baba na mama ambao kwamba wameoana katika ndoa ya halali waweze kufarikiana na kutofahamiana, ambapo moja katika matatizo ambayo kwamba yanasababishwa na watu kuwa mbali na haya ambayo kwamba ameyaleta Allah subhanahu wa ta'ala, nayo ndiyo ambayo kwamba ametupata. Ndugu zangu, kuna kitu kinaitwa waswasatun walhuzn walqalaq, yani waswasi, huzuni, mfadhaiko au mbabaiko, ambao kwamba asili yake ni kwamba maisha yetu haya tukiangalia, kila mtu akimbia asema mimi kuna jambo linanisumbua ndani ya nafsi yangu, kuna jambo linanisumbua ndani ya roho yangu, kuna jambo linanisumbua ndani ya mwili wangu, natafuta nitapata wapi dawa hii? Basi dawa Allah subhanahu wa ta'ala ametuonyesha, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea pozo ya maradhi yetu, pozo ya maradhi yetu ndani kwa ndani, na pozo ya maradhi yetu ya nje, yote iko ndani ya Qur'ani. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala tuambia, wala yazidu dhalimina illa khasara, na hawatozidi kwa watu ambao kwamba ni madhalimu isipokuwa ni watu wenye kupata hasara. Kwa hiyo ikiwa sisi dawa hii haitotusaidia, ni tujichunguze vizuri, hal sisi tumeshikamana na yale aloyataka Allah subhanahu wa ta'ala, wa hal sisi tutaenda vipi turudi katika hali ambayo kwamba itatufanya hii Qur'ani ikawa ni shifaa kwetu sisi, ikawa ni rahma kwetu sisi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuambia, ya ayuhan nas qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudan wa rahmatun mu'minin. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kila akieleza faida moja ya Qur'ani atuambia kwamba Qur'ani ni shifaa na Qur'ani ni rahma. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuambia ya ayuhan nas, yani Mwenyezi Mungu hapa hajapambanua ni nani ndo atasaidika nani hatosaidika, ametuambia ya ayuhan nas, enyi watu, qad ja'atkum maw'idhatun min Allah, hakika yamewajilieni nyinyi mauidha kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Sasa sisi tunataka mawaidha ya Allah subhanahu wa ta'ala tuweze kukumbaa. Ikiwa wewe utaketi na mpenzi wako, utaketi na rafiki yako, utaketi na mtu ambaye kwamba ni wako wa karibu, ukapumbazika na zile stori zake, ukapumbazika na zile hadithi zake, ukawa wewe hutaki rafiki yako huyo ama mpenzi wako huyo aache hiyo story. Sasa je, story ambayo kwamba anaieleza Allah subhanahu wa ta'ala kwamba ni mauidha, story ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaieleza kwamba ni shifaa, story ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anaieleza kwamba ni rahma, je, inatuathiri kwa namna gani? Na je, story kama hii sisi tumeichukulia kwa hali gani? Ndiyo sasa itakapokuwa sisi tumejitafakari, itakapokuwa sisi tumeketi chini tukaweka miguu yetu tukastawi vizuri, hapo ndipo tutaweza sisi kujua kwamba kumbe hii sio iliyokuwa ambayo kwamba ni ya kisawasawa, ni hii. Tutakubaliana kwamba maisha hii kila mtu ana dhiki, analia, mimi niko na dhiki fulani,
mimi niko na matatizo fulani, sote tutakubaliana kwamba pengine mwingine hawezi akaswali salatul fajri kwa sababu ya dhiki ambayo kwamba imemfanya yeye hajaweza kulala usiku, lakini mwingine akakosa kuenda kwa zake kazini kwa sababu ya dhiki ambayo kwamba imemfanya yeye akakosa usingizi, kitu ambacho kwamba kimemfanya yeye akaingiwa na uvivu. Kwa hiyo ikiwa sisi tunataka tutoke katika hali hii, tupate mental health, kizungu anaita mental health, yani pozo la kiakili, ikiwa sisi tunataka kupata, basi yapatikana katika mwongozo, katika mawaidha, katika rahma na katika dawa ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameiteremsha ndani ya Qur'ani. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuambia, ala bidhikri llahi tatma'innul qulub, kwamba hakika tambueni kwamba dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo inayofanya nafsi iweze kutulia. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuambia, na wale waliokuwa waumini walioamini, wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah, na zinatulia nyoyo zao kwa utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, watambue kwamba ama tambueni kwamba dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo ambayo kwamba inafanya nafsi zetu, inafanya mioyo yetu iweze kutulia. Kwa hiyo ikiwa sisi tunataka utulivu wa nafsi zetu, utulivu wa mioyo yetu, na hasatan utulivu wa maisha yetu, ni kwamba sisi tushikamane na dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambapo hakuna dhikri kubwa kushinda Qur'ani. Tunakubaliana kwamba Qur'ani lau utakuwa ni mwenye kuisoma kila wakati, au kuisoma kwa ajili ya kwamba uko na dhiki fulani ndani ya moyo wako, au ndani ya mwili wako, au ndani ya maisha yako, utaona kwamba unaweza kupata utulivu saa ile ambapo kwamba wewe unaisoma, kwa sababu maneno yote yako na athari. Na je, maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, je, hayatakuwa na athari? Kwa ndugu zangu, ikiwa sisi tunataka utulivu wa nafsi, ikiwa sisi tunataka utulivu wa mioyo, ni kwamba sisi tushikamane na dhikri ya Allah subhanahu wa ta'ala, utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala, ambao kwamba hakuna utajo mkubwa ndani zaidi ya Qur'ani. Kwa nini maisha yamesambaratika? Kwani kuna nini? Kwanza tuelewe kwamba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika dunia hii, pale alipotuteremsha, ametuteremsha na adui. Pale Sayyidina Adam alipoteleza ndani ya pepo, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala alimtoa ndani ya pepo. Ndani ya pepo alipomtoa, ambaye alikuwa anamsumbua ni Ibilisi laanatullah alayhi, shetani, basi Allah subhanahu wa ta'ala alimteremsha yeye Sayyidina Adam, akamteremsha na mkewe zauji wake Hawa, na kumteremsha Ibilisi ndani ya ardhi, ambapo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuambia,
ba'dukum li ba'dhin adu. Baada ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuteremsha ndani ya ardhi, ametuteremsha ardhini, mwisho akatuambia baadhi yenu kwa baadhi nyingine ni maadui. Yani ina maana sisi binadamu na majini na mashetani tushaanza uadui kuanzia wakati huo. Sasa ina maana kwamba lau wewe unajua kwamba kuko na adui, kitu kikubwa cha kufanya ni gani? Ni kujiandaa ili usidhuriwe na adui wako. Sasa usidhanie kwamba wewe unajiandaa ili usidhuriwe na adui wako, kisha huyo adui naye atakuwa amekaa tu hajipangi. Lazima atakuwa anajipanga. Sasa ili sisi tusidhuriwe na maadui wetu na ili adui asitushinde, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuletea mwongozo kutuambia kwamba huyo sheitani lakum aduun, ni adui wenu nyinyi, fattakhidhuhu aduwa. Huyo sheitani mfanyeni kuanzia wakati huo kwamba ni adui wenu na nyinyi. Innama yad'u hisbahu liyakumu min ashabi sa'ir, kwa sababu yeye anawalingania pote lake ili hilo pote liwe pamoja naye katika watu wa sa'ir, motoni. Kwa hiyo shetani hatoacha kazi yake kuanzia ile wakati alipoamua kutolewa katika rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuletwa katika ardhi pamoja na sisi, yeye kuapa kwamba nitawapoteza. Na yeye kuanzia huo wakati amejiwekea mikakati, namna gani hawa nitawatoa katika mistari, namna gani hawa hawatoweza kuwa na itminani ya kufanya ibada, yani hawatakuwa na utulivu wa kufanya ibada. Nitawafanya vipi hawa waweze kuacha hayo yao, wasione kwamba ni ya faida au ni ya muhimu, wafate haya yao. Akawa ameweka strategies, ameweka mipangilio, amejiwekea mipangilio ambayo kujinasua katika mipangilio hiyo aliyoiweka Ibilisi, basi kunataka utulivu wa kichwa, kujifahamu, kujielewa, kujua kwamba mimi niko katika mitihani, niko katika vita. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, innaman najwa minash shaitani liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidarrihim shay'an illa biidhnillah wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Silaha moja ambayo anaitumia Ibilisi, anaitumia sheitani ili watu watoke katika mstari ya kisawasawa, mstari wa kumwabudu Mwenyezi Mungu, mstari wa kujipwekesha na Mwenyezi Mungu, basi ni mtu kutiwa huzuni. Sheitani kitu cha kwanza ambacho kwamba anakitumia kama silaha ni kumtia binadamu huzuni. Silaha nyingine ambayo sheitani anaitumia ni silaha ya kumtia mtu wasiwasi, ambapo silaha hizi mbili ambazo anazitumia sheitani, wengi watasalimika na moja, nyingine ikawateka, ambapo ndicho kitu ambacho kwamba kimetupata haswa katika ulimwengu. Lakini tuelewe kwamba katika silaha hizi ni sisi tuweze kujielewa, kujifahamu, kuzindukana, kutafakari kwa kina. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya tulosoma atuambia najwa, zile story minongono ya kichini chini
minashaitani, yatokana na shaitani. Sawa, liyahzuna alladhina amanu. Kwa nini anafanya hivyo shaitani? Ili awatie huzuni wale ambao kwamba wamemwamini Mwenyezi Mungu. Sasa ikiwa wewe umwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ujue kwamba shaitani atafanya bidii zake zote. Bidii moja ambayo kwamba ataifanya shaitani ni kukusalitishia watu, ni kukupangia watu wao watakuwa wanakuzungumza vibaya, ni kukupangia watu wao watakusema vibaya. Sasa wewe baada ya kusikia yale maneno yao, baada ya kusikia yale mazungumzo yao, moyo wako utaingiwa na huzuni. Kwa nini nasemwa hivi? Kwa nini wananiambia hivi? Kwa nini wananifanyia hivi? Kwa nini? Sasa hapo ndipo sheitani atakuwa anatumia kazi yake ya huzuni kuweza kutoa katika mistari. Utakuwa wewe tafakuri yako, akili yako, fikra zako zimetoka kwa Mwenyezi Mungu, zitakuwa zimeingia kwa binadamu. Zimetoka kwa Mwenyezi Mungu, zitakuwa zinafikiria kwa nini ya huzuni, ambapo mwisho wa siku inabidi wewe moyo wako lau hautojifikiria vizuri, basi hautokuwa na utulivu wa kufanya yale unayotakana uyafanye. Mwisho wa siku wewe badala ya kwenda vizuri ndio unazidi kupotea. Kwa hiyo silaha ambayo anaitumia sheitani ni silaha ya kukutia huzuni. Huzuni hiyo ambayo kwamba ataifanya watu watakuwa wanakuzungumza kwa njia ambayo kwamba wewe utofurahika, hata kama pengine utakuwa wewe uko katika mstari, hata kama pengine wewe unajiona kwamba uko sawa, ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia walaysa bidharrihim shay'an illa biidhnillah, na hao ambao wanakuzungumza vibaya, hao hawawezi kukudhuru na chochote. Yani maneno yao chukulia kwamba ni maneno yao, uamue kuingia katika mistari, ujue kwamba haya maneno hayawezi kunifanya chochote, ujue kwamba haya yanayokupata ni kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basi hapo unatakikana uweke katika moyo wako kitu kinachoitwa at-tawakkul, kumtegemea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu mwisho atambia wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, na kwa Mwenyezi Mungu wamtegemee wale waumini. Kwa hiyo kwa njia hii, ikiwa binadamu yoyote, ikiwa mtu yoyote, iwe ni mtu wako wa karibu, hata mara nyingine aweza kuwa ni mtoto wako, aweza kuwa ni mkeo, aweza kuwa ni mzazi wako, aweza kuwa ni mtu wako ambaye kwamba pengine waona kwamba huu ni, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, na kwa Mwenyezi Mungu wamtegemee wale waumini. Ina maana elekeza moyo wako kwa Mwenyezi Mungu. Haya ambayo kwamba yako hayawezi kukufanya chochote, kwa sababu ni mipangilio ya Mwenyezi Mungu. Kuangalia moyo wako utakuwaje, na shetani huyo ambaye kwamba anatumia hiyo silaha ili kukutoa kwa Mwenyezi Mungu kupeleka kwa binadamu au kukupeleka kwa namna anavyotaka yeye. Hii ni hali ambayo kwamba iko katika karne yetu hii sana. Lakini utakubalije wewe unapigana vita na adui wako ambao wamjua huyu ni adui wako? Munapigana vita, lakini wewe ukajisalimisha ukasema kwamba mimi tosha bana, umenishinda. Kwa njia hiyo wewe utakuwa ni namna gani? Ikiwa wewe unamjua adui wako kwamba ana mipangilio amekupangilia,
adui wako ana namna anataka kukufanya ili yeye akushinde, na wewe ujisalimishe, na wewe ukaamua kufuata yale anayoyataka yeye. Mwisho wa siku wewe nayo utakuwa ni mshindwa. Sasa ikiwa wewe umekubali kuwa mshindwa, nani atakuja ili wewe akunusuru ukubali kuwa mshindi? Kwa hiyo kitu kilichoko ni kwamba sisi wenyewe tukae, tujitafakari, tujipangilie, tujue kwamba haya katika maisha ambayo kwamba yako ni katika yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ashapangia kabla sisi tuje, ambapo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuweka katika ulimwengu wa mitihani. Ba'dhukum li ba'dhin adu, baadhi yenu kwa baadhi nyingine ni maadui. Kwa hiyo ikiwa sisi tunajua kwamba sisi twapigana na adui ambao kwamba twamjua, tutaikana sisi tukae chini, tujipangilie na tukubali tuseme kwamba sisi hatukubali kushindwa na adui, sisi tunataka kuwa washindi. Kwa njia hiyo itakuwa sisi ni washindi. Tusiseme kwamba mtu akiwa ni Muislamu atakapokuwa ni muumini hatopatikana na haya. Lazima atapatikana na hayo, kwa sababu hiyo ni mipangilio ya adui wako. Hiyo ni mitihani ya Mola wako. Je, utakubali adui wako akushinde na Mola wako akuone kwamba wewe ni dhaifu? Mmoja Said bin Jubair asema, laysa itminan an yakhluwa almar'u anil mashakili, sio kwamba wewe uko na utulivu. Haisemekani kwamba ni utulivu wa nafsi, uko na utulivu wa nafsi kwamba wewe hutopatikana na mashakili. Tufahamiana? Usiseme kwamba mimi niko na utulivu wa nafsi. Kwa nini fulani bana, umeona fulani bana anafanya ibada kisawasawa, fulani bana anaswali, fulani bana anafanya kadhaa, fulani akona maisha yake yanaenda vizuri. Usione kwamba huyo maisha yake hayana mashakili, yako nao mashakili, lakini ule utulivu wa kisawasawa Saidina Said bin Jubair atema ni kwamba mtu asijisalimishe kwa viumbe, asikubali kwamba mashakili hayo yaweze kumtoa katika mistari. Hapo ndipo, hiyo ndio itminani ya kisawasawa, yani huo ndio utulivu wa kisawasawa. Usikubali kutoka katika mistari ati kwa sababu ya dhiki. Dhiki alipata mtumi, dhiki walipata watu wema, dhiki walipata maswahaba, dhiki watapata watu kuanzia kuumbwa kwa dunia mpaka kiyama. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametoa mwongozo fulani kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hali yake ya da'wa akiwa katika Makka. Watu walimpiga vita vya kimaneno, vita vya kisaikolojia, vita vya kiwaziwazi, lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifelewa na mke wake mpenzi, na akafelewa na ammi yake kipenzi, mtetezi wa nyumba yake na mtetezi kupitia kwa maadui wake. Walikufa katika mwaka mmoja, akiwa yeye akona mashakili ya watu wa Makureishi kwa maneno, kwa vitendo, kwa kila kitu wanampiga vita. Lakini huku pia mkewe ambaye alikuwa ndio anampumbaza nyumbani, ammi yake Abu Talib ambaye alikuwa anamsaidia katika ushauri na kumpia kutokana na maadui wake, wamekufa katika mwaka mmoja. Akili ya kikawaida
Akili ambayo kwamba haitaki kushinda moja kwa moja itajisalimisha. Lakini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama hayo aliyafahamu kwamba ni mitihani ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mwisho akamteremshia aya kumwambia, qad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika hum minas sajidin. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala jalla jalalu alimteremshia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama dawa ya kushinda kupitia dhiki ambayo kwamba alikuwa nayo, huzuni aliyokuwa nayo, mashakili ambayo kwamba alikuwa nayo kupitia watu wake wa karibu, kumwambia qad na'lamu annaka yadhiqu sadruk, tunajua kwamba hakika tunajua kwamba moyo wako, kifua chako kiko na dhiki, bima yaqulun, kwa hao wanaoyasema au makureishi wa Makka. Fasabbih bihamdi rabbika, usijisalimishe, msabihi Mola wako, wa kum minas sajidin, na uwe katika wale wenye kusujudu. Kwa hiyo dawa aloipata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama katika dhiki ya watu wake, katika dhiki ya mazungumzo ya makureishi, ni kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliambiwa msabihi Mola wako na uwe katika wenye kusujudu, yani msabihi Mwenyezi Mungu na uswali. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ikifika kipindi cha swala amwambia Saidina Bilal, arihna ya Bilal, yani manake tupumzishe, tufurahishe ewe Bilal. Manake adhana watakapokusikia Allahu akbar, Allahu akbar, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama alikuwa anatambua kwamba sasa naenda kukutana na Mola wangu, dhiki zote alikuwa akisahau. Kwa hiyo ndugu zangu, ikiwa na sisi tuko na dhiki kama tunavyokuwa na dhiki ya kibinadamu, kama walivyopitia wema na mitumi, basi na sisi dhiki hizo lazima zitatupata. Lakini dawa ni kwamba sisi tusijisalimishe, lakini tuzidi kuwa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuleta dhikri, tuwe karibu na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumsabihi Mwenyezi Mungu, tuwe karibu na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuswali. Mwisho, athari ya dhiki ndugu zangu ni athari mbaya. Athari ya dhiki ni athari yake ni mbaya, kama tulivyoeleza kwamba mtu nyumba yake itaharibika, kazi yake itaharibika, ibada yake itaharibika, lakini mwisho hata akili yake yaweza kuharibika kwa sababu ya dhiki. Lakini ili tuweze kushinda ni sisi tushikamane na ibada hasa swala na kuleta dhikri, na pia zaidi kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kujua kwamba mitihani tumeumbiwa sisi, na mitihani hiyo lazima tuweze kufaulu ili tuweze kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala tukakutane na yale mazuri ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu ametuandalia. Kwa inshallah kwa haya machache au mengi, kwa sababu ya muda mchache, tuombeeni Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arina alhaqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina albatila batilan warzuqna ijtinabahu. Allahumma sahhil lana ma nurid wa najjina ma nakhaf bifadlika ya latif tubna fima jarat bihi almaqadir wa hawwina alayna kull 'asir innaka 'ala kulli shay'in qadir برحمتك يا ارحم الراحمين. فسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.